Kwa mimi nimefunga harusi na mimba miezi 4. Sijawahi kutapika a single day. Yaani nilikuwa kama mtu wa kawaida tu. So nobody alijua kama mimi ni mjamzito. Mimi watu walikuja kujua I'm pregnant, tumbo lilikuja kuonekana baadaye. Watu wanasema wewe umeolewa juzi. Hiyo mimba ulibeba wapi? Kwa sababu hata on my wedding nilikuwa nimechangamka, I was dancing all over, so hakuna mtu ambaye alisense vyovyote. Kwanza ambapo nilijifungua yule mtoto, hata sielewi. Unajua ni miracle. I just told God thank you. Yaani nakumbuka tu nilikuwa nasema tu asante Yesu. Asante Yesu. Kwa sababu mimi nilijifungua nimesimama. Naona kama vile sasa uchungu kama utanilostisha. I want my baby. Kwa hiyo nikawa naambia kwa sasa hivi mimi nipelekeni theater, I want my baby. Na nikaambia sitaki kesho ifike mimi sijapata mtoto wangu. Sasa mume wangu naye ndio yuko hapo. Nyie msikilizeni huyu tunampa mtoto. Kwa hiyo wakawa wananiandalia like vitu vya kwenda theater and everything. Wakati nimesimama then I felt the baby is coming. Naambia Nesi, the baby is coming. Wewe sasa the baby is coming. Nesi angalia hivi naona kabisa kitu cha mtoto hiki hapa na nimesimama. Yeah, so nilibend tu. Alipotolewa aliyoko huko mgongoni. Kwa hiyo I had to bend. Yaani ilikuwa kama a miraculous delivery. Ni kwamba yani Mungu alisema hauendi theater. The feeling ya kumpokea mtoto jamani. Kwa mama yoyote it's always nice, especially kama you really wanted to have the baby for so long. Motherhood sio tu kulea mtoto, bali ni safari ambayo inamfanya mama akue kielimu, kiafya na kimwili. Lakini pia inamfanya mama ajifunze kupenda bila malipo yoyote. Leo nipo na mgeni. Kama kawaida, Motherhood Diaries tunakuwa na mgeni ambayo ana story kupitia uzazi na malezi ya mtoto, ambayo itajifanya tujifunze, tufikirie maisha kwa namna ya upana sana. Hapa ni sehemu salama ambayo mama atajipa tumaini la malezi, upendo, imani, na tunasherekea nguvu ya kuwa mama. Na mgeni wetu wa leo ni mama, ni mke, lakini pia ni makeup artist. And my favorite part ni mama. Na anaenda kuwa na watoto 2. So, ni Motherhood Diaries, Mercy pamoja na Ceci. Hi Ceci. Hi Mercy. Karibu sana. Asante. Tumefurahi kuwa na wewe siku ya leo. Asante sana. Na hii ni space ambayo tunazungumza kila kitu kuhusu malezi. Malezi yana changamoto nyingi sana ambayo jamii yetu kuna vitu hatuambiwi. So huu ni uwanja wa wewe kuwaelimisha mama wapya kuhusu malezi, kuhusu uzazi, na kupitia safari yako itawafanya wajifunze, waburudike na wafikirie maisha kwa namna ya utofauti sana. So kwa kuanza ningependa kujua Ceci ni nani, anafanya nini ili watazamaji wetu wajue. Okay. So Ceci ni mama. Okay. Kama ulivyotambulisha hapo awali, Ceci ni mama. Ceci ni mfanyabiashara. I'm a makeup artist. Okay. Ceci ni mke. Wow. Nimeolewa. Nina ndoa moja takatifu. Amen. Yeah, so that's me. Wow. Na ulijuaje siku ya kwanza una ujauzito? Ujauzito wangu wa kwanza ulikuwa it was a surprise kwa sababu nilikuwa najiandaa na harusi yangu. Wow. Mimi nimekaa kwenye mahusiano muda mrefu kidogo kabla ya kuolewa. Nilikuwa nimeishi na baba watoto wangu, mume wangu for 5 years kabla hajanioa. So katika ile miaka 5 hatukuwahi kubahatika kupata mtoto. Like, so at some point nilikuwa nawaza au nina shida. Mbona sipati mimba? And mind you unakaa na mwanaume asubuhi mpaka jioni, nalala naye, naamka naye. Lakini nikawa sipati ujauzito. So tulivyopanga tarehe ya harusi, kuna dada mmoja tulimtoa tu mitandaoni. Alikuwa anauza fertility supplements.
kwa ajili labda sijui ya kupevusha mayai, si vitu gani. So tukasema au tujaribu kununua hizi dawa, then kama mpaka after the wedding hatutapata mtoto tuende kwa daktari. So I gave it a try. Nikamtafuta yule dada, nikampa situation yangu, akanambia dawa ni kiasi fulani. My husband akaenda akanunua, and I was detoxing a lot kwa sababu nilikuwa nataka ile skin for my wedding, mwili nisinenepe sana. Kwa hiyo nilikuwa nipo kwenye preparations za harusi. Then ghafla I missed my period. So kawaida yangu. Mimi niko na mzunguko yani mzunguko wangu haubadilikagi. Tarehe 3 mpaka tarehe 3 tena hivyo. So I was like, mbona kuna mabadiliko? Sikumwambia mume wangu kwa sababu nilikuwa naogopa disappointment. Nakumbuka hiyo siku nikamtuma dada ya pharmacy. Nikamwambia nenda pharmacy, mpe hii karatasi, dada wa pharmacy. Kwa hiyo nikaandika pregnancy test. Nikampa na hela. Akaenda kaniletea. Niko peke yangu. Nika test and boom, I was pregnant. Wow. Yani sikuwa tunajua nifanyeje. Unajua ile excitement. After it's 4 months to my wedding. So I was like, Mungu wangu. So nikampigia mume wangu. Tena mume wangu alikuwa na kazi. Nikamwambia yani acha kila kitu unachokifanya. Come home, there's something. I need to show you. So when he came, he was so happy. Yani yeye alifurahi zaidi yangu. So like, kumbe hauna shida yoyote. So nini, so yani kwa sababu hata zile dawa sikunywa hata mwezi haukuisha. Since I purchased them. So I don't know if it was the supplements ama it was the detoxing. It's just God. Just God. It can only be God. Yes. Yeah, so that's how nilijua kwamba nilikuwa mjamzito. Ilikuwa inakufanya ujisikiaje the years ambazo haupati ujauzito? Ulikuwa una feel kwamba huna bahati? Kuna moment ambayo ilikufanya upate depression? Au were you searching, wewe na mpenzi wako wote kwa wawili mlikuwa mpo kwenye state ipi? I am very grateful to God that I have the most understanding partner. Wow. Yani mimi mume wangu anaweza akawa kuna kitu kinamstress lakini hakuonyeshi. Ile physical kukuonyesha kwamba wewe una shida. He knows how to, anajua namna ya kukupa moyo and all that. So kwa upande wa mimi na my partner, we were ready to give it a try again and again. Yani tulikuwa tunafanya yani I think we made a video. Tulikuwa na pregnancy test kama 20. Tulikuwa hatutupi. I used to put them in my bathroom kwenye sehemu na zidumbukiza. Kila nikipima negative. Kila nikipima negative. Yani a lot of pregnancy tests. And mimi it was draining me inside. Nilikuwa nahofia kumuonyesha kwamba inanitesa kwa sababu nilikuwa nahofia isije kamtesa yeye zaidi yangu. Kwa hiyo nikianza kumuonyesha zile week that this is killing me, nikawa nahofia like huyu asije akaona kama mimi ni tasa. You know? Yeah, so nilikuwa najaribu kupambana sana na ile hali mwenyewe, lakini it was killing me. The fear of not having children. Haya, the wedding day is coming. Utakuwa mke. Kwa hiyo kuna uhalali ule wa kuleta mtoto katika familia. So I was like, what is wrong with me? So I used to pray about it. But at the same time, kiukweli kabisa inatesa. Pamoja na kwamba tunaomba, lakini every woman wants to bear a child. Hakuna mwanamke ambaye hataki kuwa mama. True. So ilikuwa ina drain, but I thank God. I can understand you, yani nakuelewa kwa sababu nisha kupita kwenye hiyo situation. Mimi after kuolewa nilikaa 1 year, ndo nikapata mtoto. The day tunafika 1 year of marriage, 1 year anniversary, ndo siku ambayo mimi niliconceive. Oh wow. Unaelewa? Yeah. Kwa hiyo naelewa the pressure. Unajua ukishakuwa kwenye ndoa, watu wanategemea kwamba tumbo lini. Tumbo lini, yes, unaelewa? Yes. Sasa watu wanakuwa na count mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Watu una feel watu kabisa wanavyokuangalia kwenye kitumbo. Ukivaa tena magauni haya makubwa unaona watu wanavyokuangalia, lakini au mtu anakuambia wewe ni mjamzito and you are trying. Inatesa. Inatesa. So naelewa hiyo.
the feeling kwamba I want a baby. So kwamba kwa upande wangu sio kwamba ilikuwa that hatukuwa tumefika kuwa desperate, lakini kuna ile kwamba sisi unajua ndio kwanza tumeoana, yani haina shida, yani tulikuwa ile kwamba haina shida, tutatry tena, tutatry, yani sio kwamba hivyo, lakini ninaelewa yani kwa hicho kipindi kifupi pressure ya watu kwamba mpe mtoto yuko wapi, mjukuu tunataka, yani afu unajua kwa kwenye hiyo moment ndio unaweza usiconceive hiyo panic pressure ya maneno ya watu. Yeah. So naelewa hiyo moment, lakini God is faithful. Akiamua kukupa anakupa pa yani anakupa double, unabaki kuona God is good. Yeah, I think inakuwa ni the right time. Yani ile unasemaga at the right time Mungu atafanya everything kwa beautiful. Yes. That's the whole point. Na anakuwa hapangiwi. Mungu hapangiwi. Yeah. He knows when you need what. Kwa hiyo mimi kwangu nilikuwa naona like I have never used any pregnancy easy za kufanya usipate ujauzito all my life mpaka sasa hivi. But I was like, kwani shida ni nini? How comes watu nawasikia sijui nimepata ujauzito, sijui nimefanya nini, sijui mbona kwangu ni different? Kwa mimi nilikuwa so much sure I have a problem. Kumbe ni wakati tu wa Mungu ulikuwa hujafika. Yeah. Safari ilianzaje the day ambao mume wako amerudi? Mmepima, mmeona umeconceive, umepata ujauzito. Mmekuwa na furaha. Ile siku ilibadilisha vipi maisha yako from there? The journey was amazing. Kwanza unajua kuna ile kiherehere na ushamba wa mimba mimi naona ndio kile kiherehere. Mimi nakumbuka wifi yangu akasemaga jamani. Yani now I know for this pregnancy I know kweli nilikuwa na kiherehere na ushamba wa mimba. The journey was so good. I was well taken care of. It was a secret though, hatukuambia watu. Keeping in mind kwamba tuko tunaenda kwenye kufunga ndoa. So nobody should know that you're pregnant before marriage. Yani tulikuwa tunataka mtoto lakini after tupate mtoto after the wedding. Sasa nimepata mimba. Kwa mimi nimefunga harusi na mimba miezi 4 on my Lakini mimi nilimwomba Mungu, kama Mungu, I want to be so strong that nobody is going to notice. Yale masuala sijui nini morning sickness, sijui vitu gani. I'm telling you, sijawahi kutapika a single day. Okay. Sikuwahi kutapika, sikuwahi kulala ovyo. Yani nilikuwa kama mtu wa kawaida tu. So nobody alijua kama mimi ni mjamzito. Mimi watu walikuja kujua I'm pregnant, tumbo lilikuja kuonekana baadaye. Yani after the wedding, mpaka nakumbuka kwa sababu tulifunga harusi August. Nikajifungua January mwishoni. Watu wanasema wewe umeolewa juzi. Hiyo mimba ulibeba wapi? Kwa sababu hata on my wedding nilikuwa nimechangamka, I was dancing all over, so hakuna mtu ambaye alisense vyovyote. So the journey was nice, it was smooth. Namshukuru Mungu, no complications. Nilifanya kazi mpaka siku ya mwisho. Wow. Yani I remember mimi nimempamba biharusi wa send off. Alivyoondoka, I packed my bag nikaenda hospitali. Yeah. Miracles. Yani it was the smoothest pregnancy. Yani mpaka nilikuwa najiuliza hivi am I really pregnant? Kuna muda anagusa tumbo hivi like huko ndani kuna mtoto kweli. Mbona yani hakuna kitu yani kimebadilika sijui hivi nini. Lakini it was nice. The day ambayo umempokea mtoto wako kwa mara ya kwanza, unapewa huyu hapa Ryan, ukamshika, ulifeel vipi? Since umemsubiri muda mrefu sana. I don't know, it's unexplainable. Ryan, jamani. Kwanza ambapo nilijifungua yule mtoto, sasa sielewi. Unajua ni miracle I just told God thank you. Yani nakumbuka tu nilikuwa nasema tu asante Yesu. Asante Yesu. Kwa sababu mimi nilijifungua nimesimama. Yes.
yani kwenye procedure sasa naona kama vile sasa uchungu mbona kama utanilostisha. I want my baby. Kwa hiyo nikawa nawaambia pale hospitali, mimi nipelekeni theater, I want my baby. Wanasema sasa mbona njia yako inafunguka vizuri tu? Kama mimi sitaki. Mimi am the mother, I don't want, sitaki mambo ya kusubiri tena. I want my baby now. Yaani kama sitaki kesho ifike mimi sijapata mtoto wangu. Na sasa mume wangu naye ndio yuko hapo. Nyie msikilizeni huyu na mama mtoto. Nyie msikilizeni. Anakuunga mkono. Yes. So unajua kuna ile uchungu unauma. So wakawa wananiandalia like vitu vya kwenda theater and everything. Wakati nimesimama, then I felt the baby is coming. Naambia nesi, the baby is coming. Wewe sasa the baby is coming. Nesi angalia hivi, anaona kabisa kichwa cha mtoto hiki hapa na nimesimama. Yeah, so nilibend tu. Akaja kwa mtoto mimi alipotolewa aliwekwa huko mgongoni. Kwa hiyo I had to bend. I was standing. Yeah, so it was yani ilikuwa kama a miraculous delivery. Ni kwamba yani Mungu alisema hauendi theater. Kwa sababu kulikuwa hakuna sababu ya mimi kwenda kule. It was mimi tu na pressure zangu na haraka zangu. Yes, but the feeling ya kumpokea mtoto jamani, kwa mama yoyote yule, it's always nice, especially kama you really wanted to have the baby for so long. Yani it feels like ulilia sana hapo umenama, yani machozi yanatiririka. Kwa sababu sasa inabidi nipande watoe placenta. So I am crying, I am saying thank you Jesus. Nalia asante Yesu nalia. Then my husband, nitaka kuuliza mume wako alikuwa wapi? Mume wangu alikuwa na mimi hospitali toka nimeenda mpaka nimejifungua. Na alikuwa na confidence. Alikuwa anaambia yani mimi nataka mke wangu anapo push mimi niwe hapo. Guess what? He ran away. He ran away. Alivyoona hivyo. Alivyoona kama vile kichaa kimenipanda sasa. Akasema kumbe kama ndio ipo hivi. So akawa anasema niendeleeni tu hamna shida. Brother ingia. Usisema utakuwepo, wewe ingia, unaogopa nini? Sasa anashindwa kwani mke wangu anachanganyikiwa. What is happening? Hapo uchungu umeshika. Anashangaa tu mtoto analia. Eti ndo anagonga. Brother, naweza kuingia? Akamwambia baki huko. Akamwambia baki huko. Baadaye ulipokuja kumuuliza kwamba kwa nini alikimbia alisemaje? Alikuwa anaogopa. Yaani hakuwa anaelewa. Like unajua hajawahi ku experience pia. Kwa kwenye uchungu alikuwa ananirub mgongo, tunapanda stairs, tunashuka. Lakini ilipofika sasa ile chupa, unajua mimi chupa nilipasuliwa. Chupa haikupasuka. So waliponipasua vile chupa, I did not take 10 minutes nikajifungua. Yaani hapo. So alivyoona sasa vile uchungu umenizidia, nimechanganyikiwa. I'm walking everywhere. Ninawaambia nipelekeni theater. Mimi huo uchungu sitaki tena. So akakimbia, akakaa nje. But yeah. So wakamruhusu akaingia. He saw the baby, he was also happy. Yeah. Ndo the day ambao mlimpa mtoto wenu jina au tayari mko mmeshaliandaa? Mtoto wetu tulikuwa tumeshaliandaa jina. And tulikubaliana ataitwa Ian. Mlikuwa mmeshaangalia jenda? Tulikuwa tumeshaangalia. My dear, 3 months. Mmeshaona? Hiyo patience tulikuwa tunaita hivi, unajua kama kilele na ushamba. Yaani tulikuwa tunaona, tulikuwa tumenunua, yaani sisi tunajifungua, we had almost everything. Yaani ile ni kwamba we are waiting eagerly. So tumekubaliana vizuri mtoto wa Ian. Tumejifungua. Nimekaa zangu pale kitani nimelala, eti mtu ananiambia I changed my mind. You changed your mind? Nasema Ian is very common. Mtoto wangu mimi ataitwa Ryan. Kwa sababu alirun au hiyo R imetoka? Most probably. Mimi, I was like my friend, the baby is here. Yes, lolote. Yeah. Yes, thank God. Yeah. So nice. Wiki yako ya kwanza ya wewe kuwa mzazi, ulihandle vipi since wewe ni mama mpya? Ulipata msaada? My mom came. Okay. Mamangu alikuja, lakini nilikuwa sitaki kusaidiwa. Okay. Why? Kwa nini? Nilikuwa naona naweza nitaki mtu amshike mtoto wangu, yani yani mtu akimshika mtoto wangu nakuwa kila saa mbona anamshika vibaya. Mshikilia vizuri shingo. Yani naijua hiyo. Yani mimi nilikuwa like
msaada, mnipikie uji, mnipikie mtori. Lakini kwenye kumwogesha mtoto wangu, sijui kumbeba, nilikuwa nataka nifanye mwenyewe. Yaani mpaka nilikuwa namwambia akupe mtoto. Why are they taking so long? And it's my mom. Kwa hiyo I'm like, watu wengine nikaambia kabisa sasa hivi sipokei wageni. Mpaka mtoto wangu akue. So walikuwa wanajua kabisa kwamba hapa hata tukienda hatubebi mtoto. Yeah. Yaani nilikuwa na ushamba sana kusema ukweli. So ushamba pase, lakini nilikuwa ni ile umemsubiri kwa muda mrefu na amefika, haujui uact vipi. Yaani tuseme ni kama ulikuwa kwenye furaha ile kithiri. Alafu sasa mimi mtoto wangu alikuwa halii. Mtoto halii. Mtoto amelala, anaamka, ananyonya, analala, anaamka. Mimi sijai kukesha. Hata siku moja. Una raha. Hongera. So when I hear people say, mimi mtoto wangu, I'm like, okay. Lakini mimi anakupa pia muda wewe wa kupumzika. Unajua mtoto akiwa analala, wewe unapona haraka. Most of the time unakuwa unapumzika, unakula, unalala. Anakupa hata wewe energy. Yaani akiamka unakuwa like you are ready to ulikuwa umemiss. You want him. Me sometimes I used to wake him up like, hey, amka. Mbona nalala sana? Tumetoka hospitali mpaka tumefika nyumbani. Hata jirani hawezi kujua kama ile nyumba ina mtoto. The baby is quiet, calm. Kanafungua macho, kanafunga. Kana stretch. Yaani hakalii kale katoto. Alafu funny thing, my boy is like that mpaka leo. Yeah. He is very calm, very calculated. Yaani ni wale watoto fulani mimi mpaka nasema huyu ni mtoto kweli. Very calm. Na alikuwa calm hivyo hivyo. Hajawahi, labda tusubiri hii ngoma sio itakuwaje, lakini itakuwa calm pia. I hope so. Itakuwa calm cause akiwa analala, akiwa ali na kufanya hata wewe mwili urudi na usipitie ile kuchoka. Kwa watoto wakiwa analia usiku ni headache. Ni headache. Na sasa hivi wasaidizi ni kazi kuwapata. Acha tu. Wewe ni msaada gani ambao uliupata kipindi ambapo upo kwenye uzazi ukasema leo umenisaidia? Kwamba yani kuna wale watu wanakuja kukusaidia kwamba kama ni msaada ambao umeupata kama labda mume wako alikuwa na mume wangu like my mom alivyokuja she used to make sure nimekula kwa sababu kwenye swala la mtoto kama nilivyokuambia ulikuwa Montres, nilikuwa niko hapo yani. But my husband mimi mume wangu ni photographer. Kwa anafanya editing nini. Kwa nakuta ameshoot the whole day ana edit usiku. Kwa ule muda hata tulivyosogea like miezi mitatu mingapi akawa yeye akiwa na edit usiku anamweka mtoto wake hapo pembeni ana edit naye. Ikifika muda wa kunyonya ananiletea like hey mnyonyeshe mtoto. Kwa nakaa naye pale kitandani I breastfeed the baby, anamchukua mtoto anaondoka naye. Kwa pia nahisi pengine kuna siku alikuwa anaamkaga lakini babake anambembeleza anarudi kulala. Labda ndo mimi nasema sijai kukesha. Kwa sababu yani alikuwa anakesha na baba yake. Mimi mume wangu most of the time hata akitafuta muda wa kupumzika ni mchana kwa sababu hawezi kufanya kazi zake kama ni kushoot atashoot mchana ataedit usiku kukiwa kupo calm. Kwa alikuwa anakaa na mtoto wake. Yani meza yake ya editing iko hapa, kitanda cha mtoto kiko pembeni yake. Ulimpata wapi huyo mume wako? Maana baba siku anamshika mtoto sekunde 2-3 mpe mama yake. Yani mimi ndio nakwambia I have a supportive husband. Yani mume wangu my husband is my husband. Uko emotion. Tufungukie tu. Yani he is just my husband. Kiasi cha kwamba mimi mwenyewe sometimes I don't understand. Yeah, so alikuwa anakesha na mtoto, ananiletea, anamnyonyesha, anamchukua, anaondoka naye tena.
anaondoka naye tena. Yako kaona aibu. Haona aibu, namsifia sana. Unamsifia sana, kaona hakimbii. Tena bora ameondoka ndo nimsifie vizuri. That's very sweet. He's very sweet. He's very caring. Yaani mimi nikitaka chochote. So I always tell God, bless this man for me, for us. Yeah. Na anapenda sana watoto. Yaani nahisi pia that was sababu nyingine. Unajua kuna mtu hapendi watoto Asilimia kubwa. Yeah. So anapenda sana watoto sana. Yaani hata sasa hivi my baby is 4. Wanacheza humo ndani, wanakimbizana nini. And he's just a sweet soul. Ndio ile kufanya uongeze mtoto mwingine chap chap. Chap chap wapi, ningekaa miaka 4. Lakini ulikaa kwa kupenda kwamba let's focus na kazi. Not really. Unajua mimi kama nilivyokuambia, I don't get pregnant easily. So even this pregnancy, I did not plan for it. It just happened. Were you searching? I was not. I was like, if I get another baby, sawa. Kwa sababu tayari unaye. Tayari have a baby. So ile pressure ya kutaka mtoto mwingine sikuwa nayo tena. So I was like, akija, asipokuja. So siku hiyo tumetoka kazini, tumefika nyumbani. Nimekula samaki, nikaanza kusikia kichefuchefu, nikatapika. Wewe, since when? Utapikagi? Mimi sitapikagi. Yaani throwing up. Yaani hata ni umweje. Kisu nimekula samaki na boba, I was like, no. Hey, the following day tumeenda tena kazini, tumerudi. Tukapitia pharmacy, tukachukua kipimo. Boom, pregnancy. I don't know how it happened. So I was like, hey, mtoto wetu kwanza ana turn 4, anaenda 4 years. Well and good. Kwa ndo hivyo, yaani mimi mimba zangu ndo hivyo zinatokea. The first one kiukweli nilikuwa niko so much waiting. Lakini hii imetokea tu wakati I'm like, okay, maybe Mungu amenipangia huyu mmoja. Yeah. Mtoto wako wa kwanza anajua kama anaelewa kuhusu wewe kuwa na mimba? Kwamba mnaongea, kwamba touch your young brother. Which brother? Oh, touch your young sister here. Kwa nitabiria young brother, Messi. No, imepo hiyo tu nimeiropoka ujue. Sijui. Yes. Tuta find out mbeleni. Yeah, tutajua. But I hope ni girl. I hope so too. Nikipata girl, sasa yani ndo nitakuwa sina mawazo kabisa, nimemaliza hiyo chapter. 2 babies. Karne hii very much enough. So I talk to my baby. I talk to him and he knows I have a baby. Okay. How does he know? Alikuwa anaona tumbo langu linakuwa kubwa. So una siku akaniuliza, but mama, why is your tummy so big? I was like, but your tummy is not like for dada hawa, dada yake. Why yours is becoming big every day? Nikaambia, there's a baby. There's a baby? Nikaambia, yeah, there's a baby. Akasema, oh, a baby brother. Yes. Nikaambia, you want a baby brother? Yes, I want a baby brother. Na rafiki anaitwa Miles. Asamia, I want a baby brother like Miles. Nikaambia, oh, you don't want a baby sister? And I want a baby brother to play with like Miles. Nikaambia, okay, no problem. So ananiambia, sasa some days back amenishangaza. Sijui nilikuwa nakula nini. Akaniambia, mama, don't eat that chafu. Your baby is going to fall sick. Oh. I was like, we mtoto. Umejulia. Umejuaje kwamba nikila uchafu no, nilikuwa nakula udongo. Yes. But mama, that is changa. Don't give baby changas. Your baby is going to fall sick. And I was like, jamani, huyu mtoto Ana akili sana. Yani. Mungu amprotect. Amen. Yeah. Sasa tukirudi nyuma, nikurudishe nyuma kidogo kabla sijaenda mbele. The time ambao ulikuwa unatarajia kuwa unapata mtoto lakini haupati. Ushakushare na mtu? Did you open up to anyone? Kamba you know mimi natafuta mtoto, au ulikuwa una keep secret wewe na mume wako? Na nini ilikuwa sababu ya wewe kufanya hivyo?
Mimi ni mtu fulani ambaye niko very talkative. And mimi I will not die with something in my heart. I will speak it out. Aligandishi hata kidogo. Yeah, so no, mi sina marafiki pase kwamba ati I have a best friend sijui nini, ila nina wateja ambao they are like my family. So tukiwa nafanya huduma na hudumia wateja, pale ndo mimi unakuta baba mteja amekuja na kichanga and you are like jamani natamani kupata mtoto. So na mimi namwambia kwa mwanzo mimi sipati mimba, anakwambia fanya hivi afanya hivi, mbona bado ni mdogo? And I'm like no, kwa sababu mimi nilikuwa natamanigi by the time nafika 30 nene nimeanza kuzaa watoto wangu, kama ni wangapi nitazaa God knows. Sasa naona mbona muda unazidi kwenda, hawa watu watapishana miaka mingapi. So yeah, watu ambao nilikuwa nawashirikisha ni most of the time are my clients. Kwa unakuta ile makeup session iwe sweet, memorable. Yes, memorable and fast. Unakuta unashaka tu mmemaliza like tumemaliza. Mteja anataka kuendelea kusikia story na anakushauri, anakuambia baba mimi nishakupitia hiki na hiki hivyo. So yeah. Okay. Unamshauri vipi mama mpya, mama ambaye ndo kwanza anaenda kuwa mama, kwa sababu jamii yetu haiongei sana kuhusu kutoa elimu kwa mama wapya? Ukipewa nafasi mshauri mama mpya, utamshauri nini kuhusu motherhood? Mimi according to my experience, motherhood is beautiful. Being a mother, sumeyapanya tumacha yapite. Atasikika. Si eti baby. Sumeyapanya. Labda amepita. Ameshapita sumeyapanya. Mimi ningeshauri new moms kwamba motherhood is beautiful. Being a mother is priceless. Yani wewe ukifurahia kuwa mama, hautaona kama huo ni mzigo. Ukimpenda mtoto wako, hautaona kama analia sana, mtu ananichosha. Kwa sababu it's a rare thing jamani. Siku hizi watoto wako very rare. Yani wanatafutwa kwa tochi. So Mungu akikubariki kuwa mama, take care of that baby. Huyo mtoto hakukuomba kuja duniani. Wewe ndo umekumleta. So the fact that umevumilia for 9 months ukamleta huyo mtoto duniani, just love him or her. Yani give them the best you can give. Kwa sababu kwanza huwezi jua what you brought to the world. Huwezi jua huyo ni nani umemleta hapa duniani. True. So as far as Mungu amekuamini kuleta kiumbe duniani, kipende. Love new moms, love your children. Wapendeni jamani hao watoto. Yani haijalishi una nini, huna nini. Mpende kwa kiasi ambacho Mungu amekubariki nacho. It's either you are rich or you are not rich. Yeah. Ile nafasi ambayo Mungu amekuweka, mpende. Kwa sababu after all mtoto hazaliwi akiwa anajua kwamba nyumba huwa zina AC. Mtoto hazaliwi akiwa anajua hayo. Yes. Mtoto anaadapt mazingira nayo yakuta. So make sure kwamba yale mazingira yako friendly. Ana feel the love, the warmth ya hiyo nyumba. So just love them. True that. Kwa sababu hiyo kuwa mama is rare. It will not happen it doesn't happen to everyone. Kwa hiyo kama Mungu anakuamini na kukufanya mama, mpende huyo mtoto. And ukifanya hivyo, Mungu huwa anafanya provision. Yes. Yani you will get the food, you will get everything ambayo unahitaji kwa ajili ya huyo mtoto. Yeah. Na nasema mtoto anakuja na sahani yake. Kila mtoto ana sahani yake. Yes. Kila mtoto Mungu kamwandikia fungu lake. Wengine ni makuhani, wengine ni nini. So mimi nadhani pia ni kitu kizuri kuwa mama. Yani hiyo ni zawadi kubwa sana Mungu ambao sisi wanawake ametupa. Yes. Kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3. Una ushauri gani kwa mama ambao wanatamani kupata mtoto lakini hawajaweza kupata mtoto? Neno la Mungu anasema kwamba at the right time the Lord will make it happen. Kina mama, at the right time God will make it happen. True. Avoid stress.
panicking, kuwaza Mungu wangu mimi hivi. Calm down. Alafu uta notice hata mimi kwa experience yangu the times ambazo nilipata ujauzito, when I was just calm, like I feel relax, it happened. So hiyo pia kukasirika, kupanic inakuondoa kwenye mstari kabisa, inaharibu hormones and everything. So just keep calm, wait for the Lord, pray. Hakuna kitu kinamshindaga Mungu. Yeah, so I wish every mom every woman ambaye atamani kuwa a mother awe a mother. Amen. Amen. Ukikutana na Cecy ambaye kabla hajawa mama, ungemshauri nini? Jamani, mbona unauliza maswali magumu hivyo? Kipindi kile ambapo hujawa mama, umejifunza nini ambacho unajiambia kule? Ningejua. Motherhood brain imesahau. Kitu gani kizuri au chochote kizuri, kibaya? I don't know. Is there anything ambayo I wish I knew when I was Cecy kabla sijawa mama? Me, I'm not living my best life, but I think I'm living asilimia kubwa. Kuna vitu gani sasa? Yaani siishi ile maisha ya ndoto zangu kwa sababu kuna vitu bado sijaweza kupata. Lakini you are grateful. I'm grateful. I don't think kama nina kitu cha kulalamika. Kwamba yani ningejua nisingezaa au ningejua sijui nisingeolewa nikapata mtoto na huyu mtu, hapana. Sina. That's sweet. Yeah. Because maisha yako unaopitia ndo Mungu amekuandikia. So kila kitu yani anajua kesho yetu. Yes. So ukisema God, hapa nilikuwa nataka hichi, ni kama tunatumia akili zetu mwenyewe. Yeah. Na Bible says kwamba tusizitegemea akili zetu. Tumtegemee nani? Mungu. Tunapoanza kutegemea akili zetu ndo pale unaanza kuona kwamba Mungu, mbona sasa ninachoka, mbona nashindwa kazi nyingi. Hivi wewe unawezaje kumanage kazi zako na uzazi? Uliwezaje? Wakati nilivyokuwa mtoto ni mdogo, nilikuwa sikai mbali na kazini. Actually nilikuwa nakaa hapo kazini. We had a house, tumeipartition. Kwa nyuma ilikuwa nyumbani, mbele ofisini. So kazi za ofisini na za nyumbani, hata dada akiwa ananisumbua, mtoto akilala, I can be able to go to the salon and everything. Kuhusu kazi za nyumbani, hapo panakaa ugumu kidogo, panakaa kasi kidogo. Lakini unajua mimi mpaka watu watasema kama yani wewe dada, kila kitu wewe ni kizuri tu. Lakini tuseme tu Mungu amenipendelea. Yeah, so ndio mimi naambiaga watu, historia yako lazima haitaki kuwa kama ya mwenzako. Sio lazima zifanane. Yeah. Kila mtu ana namna yake ambayo atapitia mambo yake. Kwa sababu kama mimi nilipata dada Ryan akiwa na miezi 3. Huyo dada ameondoka Ryan akiwa na 2 years. So nimekaa naye for 2 years tuseme. Sasa nitalalamika kweli kwamba eti nilikuwa nakuwa nalemewa na ninakaa hapo ofisini kwangu. Kwa hiyo unakuta kwamba I can monitor dada, anamwangalia mtoto vizuri. Hata nikiwa na kazi naweza kachomoka, nikaenda nikachungulia mtoto analia nini, nikarudi. Yeah. So unfortunately, unfortunately, mimi sijapitia misukosuko sana. Yeah. Tunamshukuru Mungu kwa hilo na tunavunja roho zote za misukosuko zinataka kujitokeza in Jesus name. Familia yako itakuwa ya baraka. Amen. Milele. Na swali la mwisho kwa kumalizia. Kwa mama ambaye ananyonyesha mtoto right now, kwa mama ambaye ndo ameanza kuwa mama mpya. Hana kazi, wewe ni makeup artist. Hana kazi, lakini wewe unatuonyesha kwamba ulikuwa una uwezo wa kufanya kazi, ulifanya nyumba yako, ofisi yako. Huyu mama hana kazi kwa mantiki kwamba hana mtu wa kumwachia mtoto.
unawashauri vipi katika kujikwamua kiuchumi na huku unaendelea kulea at the same time? Huo ushauri mimi nauhitaji pia kwa sababu kwa sababu the greatest fear that I have ni kuwa mama, like kama sasa hivi nijifungue, niwe sina kazi, labda mume wangu hana kazi, yani hata mimi nahitaji huo ushauri. Like what if it happens kwamba nanyonyesha, siwezi kwenda kazini, kama sasa hivi nakaa mbali na kazini, so I cannot go, nimetoka kujifungua, miezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, unashauriwa kupumzika. Lakini kuna online businesses, as wewe umetuonyesha kwamba ulikuwa una uwezo wa kufanya ukiwa pale kwako. Yes. Umeelewa? Sasa siko pale kwangu, niko mbali. Yes, but you have an office. I have an office and nina mfanyakazi. Lakini do you know that running a business when you're not there ni changamoto. Biashara yoyote ningekuwa yani hii biashara yangu kuwepo for all these years, ningekuwa nategemea wasichana, ningefunga siku nyingi sana. Kwa sababu msichana kwanza akiwa anajua huyu kataka kujifungua, yani ndo anajua yani hawezi kuja muda wowote. Kwanza kapata zake kichwa huko nje anatoka, alafu wewe umemwelekeza mteja amefika ofisini, hamna mtu kumhudumia. So and it being that my office yangu sio kubwa sana kwamba eti nina wafanyakazi 6 7. Unakuta nina wasichana 2. Na hao wasichana 2 wanashirikiana I don't know what it is with wafanyakazi jamani. Mimi nyumbani is good, but biashara is challenging. Nadhani kila mtu sasa hivi anajaribu kuwa boss. Sijui ndio Gen Z vibe. Yes, everybody wants to be the boss. Yani hata ukiwa upo kwenye biashara yako, you don't feel kama mimi ndo mhusika hapa. They want to show you that hey, bila mimi hamna meka. Hautoboi. So kuna mimi hiyo ndo fear. Yani what you're asking me, that is what I always fear. Huwa ninaogopa sana. Well, for now it's okay kwa sababu kama hivyo kuna dada na nini, hata wakinizungua I have a supportive husband. But what if I didn't have that? Yani hiyo pia ni hofu. Yani hata mimi nahitaji kumsikia mama kijacho mwingine ambaye labda ashai ku-experience anishauri. Mimi sijai ku-experience, but I can kushauri kwamba do not fear. Bible imezungumza zaidi ya mara 300 na inasema do not fear, do not fear, do not fear, do not fear. So hatutakiwi kuogopa kwa sababu yeye atatuimarisha, atatuonyesha, atatuongoza. So I wish you all the best. Kuna namna Mungu atafanya biashara yako ikasimama hata kama upo kwenye uzazi. Amen. Thank you so much, Ceci. Nimefurahi sana kuwa na wewe. You are such a beautiful mom. Thank you. I'm proud of you. Your family is proud of you. Dunia inakuona. Hata kama kuna sometimes you feel like hauwezi kufanya vyote, but I'm telling you, wewe ni wa thamani. Mungu anakusudi na wewe. Amen. Anakusudi na uzao wako, na uzao wao, na uzao wao, na uzao wao. So tupo hapa kukuambia hivyo. Una swali lolote la kuniuliza kabla tujamaliza? How is it kuwa na watoto 2? Patamu. Okay, kuwa na watoto 2 ni baraka. Vile vile tunakuwa tunamshukuru Mungu, tunamshangaa Mungu. Mimi nilikuwa namuulizaga mume wangu kwamba hivi mimi nina kizazi kweli? Mind you, hapo ndo tunaenda kuoana. Naambia hivi mimi ninaweza kuwa na mtoto? Kumbuka sijafikia stage ya kujua kama na mtoto au sina mtoto, yani hatuja kuchukuchu. Kwa sijui, but mimi nilikuwa namwambia yeye, hivi mimi ninaweza kuwa na kizazi? Nilikuwa nacheka, yani sioni hiyo picha ya mimi kuja kuwa hata na katoto, sioni. And then Mungu amekuja kufanya kwamba nimepata watoto pap. Umefuatanisha Nimefuatanisha. Wapishana muda gani? Mwaka na kama 2 years hapo. Okay. Huyu alivyokuwa na mwaka na mwezi nikaa na
mwingine tumboni. Yeah, so namshukuru Mungu, nadhani kama ni baraka na Mungu ana kusudi na watoto wangu na kunifanya mimi, kunichagua mimi niwe mama yao. Naona kwamba ni assignment ambao Mungu amenipa hapa duniani. Hata kama nisipofanya kazi yoyote, but kuniamini kuwalea wale boys, such a beautiful trust Mungu ambao amenipa, lakini ninaiogopa. So unajua kulea watoto wa kiume right now, overwhelming, like they are both watoto wote, yani wote ni watoto. Hakuna hata anayeelewa kuliko mwenzake. Unachoka ni aje? Ninachoka. Ninachoka sana sana. Sema kama unavyosema, I have a supportive partner. Kama right now nimemwambia nakuja shooting, nikasema okay, namwacha watoto wananisaidia. So nadhani tukisaidiana, partners wakisaidiana, inampunguzia stress mama. Kina baba msiwaachie kina mama huo mzigo peke yao jamani. Kuna nyundo hapo, tugonge mstari. Mimi pregnancy tu yani. Yeah. You can imagine, sasa una mtoto kiumbe kabisa kinalia unakisikia. And you don't have anyone to help you financially, emotionally, physically. At least play one part between those. Wasapoti hata kihisia. Hata kihisia, muonyeshe na kuelewa unaopitia hiyo changamoto na kupenda. Vinatusaidia sisi kama mama. Yeah. Thank you Ceci. Till next time. I hope next time tutakutana ukiwa na baby girl ketu. Ubadilika tena. Nistabili kisijua kuwa mama. Okay. Bye bye. Bye.